Baada ya uchaguzi ndio maisha. Baada ya uchaguzi ndio maisha. Vitu vitatu lazima tuvifanye. La kwanza, tuendelee ku maintain peace and stability, amani na utulivu katika nchi. Nani kashinda, nani kashindwa is not an issue. Issue ni amani ya nchi na maendeleo ya nchi yetu. Hilo la kwanza. La pili, tumejifunza katika uchaguzi huu kwamba kuna vyama hata kama ni kidogo kina sera nzuri, lakini kwa sababu udogo wake tunaidharau tu. Pengine ni wakati mwafaka sasa. Kwa maana tunazungumzia a government of national unity. Tufike pahala tuseme ni ipi sera ya kitaifa. Ule msemo unaosema kuwa Zanzibar ni nchi amani umeonekana leo wakati wananchi wakitoka kwenye nyumba zao na kwenda katika vituo vya kupiga kura kwa lengo la kuwachagua viongozi ambao watakaoiletea maendeleo Zanzibar na kwenye majimbo, huku kukiwa hakuna hata askari wa aina yote yule aliyeshika bunduki kama tulivyozoea katika chaguzi zilizopita. Huu ni uchaguzi wa amani ambao haijawahi kutokea. Waliogombea nafasi ya urais kupitia Chama cha Mapinduzi, Chama cha ACT Wazalendo, Chama cha Makini na Chama cha ADC wanaelezea kuhusiana na uchaguzi uliofanyika kwa hali amani na utulivu. Nasema nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha leo kufika katika vituo hivi vya kupigia kura na kutekeleza haki yetu ya kikatiba ya kura. Nashukuru kwamba hali ya hewa nayo imekuwa nzuri, maana usiku kulikuwa kuna mvua, tukawa tuna wasiwasi kidogo, lakini alhamdulillah naona jua limetoka, wananchi wako kwa wingi kupiga kura, na mimi nafurahi kwamba nimefika hapa, nimetekeleza wajibu wangu wa kikatiba. Nashukuru. Ushahidi kama umepiga kura, kwenye alama kuonyesha kama umepiga kura, ningependa kuiona hiyo. Na nazo mbili, hii na hii. Kwa hiyo tukishapiga kura haina tatizo lolote, na nadhani utaratibu uliowekwa ni mzuri. Nimeridhika na maandalizi na hatua zote za upigaji kura. Mheshimiwa Rais, hapa si pale pa kuuliza ahadi gani utatoa. Labda kwa overall kampeni mwaka huu, unaizungumzaje kampeni iliyokwenda visiwa vya Unguja na Pemba kwa chama chako cha Mapinduzi na kwa wapinzani wako wote 11 ambao zinadi sera zao? Kikubwa cha kushukuru ni kwamba tumefanya kampeni ndani ya siku 46 na hatukusikia uvunjifu wa sheria. Hilo ni la msingi sana, kwa sababu tuliahidi kufanya kampeni za kistaarabu, tuliahidi amani katika nchi yetu katika kipindi chote cha kampeni, na ndicho tulichofanya. Sisi Chama cha Mapinduzi tunajivunia sana kwamba kwa kweli tumefanya kampeni za kistaarabu. Tumeafikia makundi yote, lakini tunamshukuru Mungu kwamba ile amani tuliyokuwa tunaizungumza imepatikana katika kipindi chote. Hadi leo tunakuja kupiga kura, amani bado imetawala katika nchi yetu, na ni matarajio yetu kwamba baada ya matokeo kutoka, basi amani hii itaendelea vile vile. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini la pili, nichukue fursa hii kuwashukuru kwa dhati kabisa waandishi wa habari. Lakini la tatu, washukuru wenzetu Tume ya Uchaguzi, vyombo vya ulinzi kwa hatua mbalimbali ambazo wamechukua, ambazo leo zimetufikisha hapa. Wito wangu wananchi waendelee kujitokeza. Hii ni haki yao, sio haki ya vyama, sio haki ya wagombea. Uchaguzi ni sauti yao. Kwa hivyo wajitokeze ili wapaze sauti yao, wafanye maamuzi kwa nchi yao. Kwa hivyo mimi kubwa niseme hilo, kwa sababu kwa upande wa kinachoendelea mpaka sasa, sisi kama chama tuna wagombea, tuna waangalizi, tuna viongozi na watendaji mbalimbali wanaoshughulikia uchaguzi. Kwa hivyo kama chama tunakusanya taarifa kinachoendelea. Si vizuri mimi kuyatolea maelezo yale ambayo yanaendelea katika sehemu mbalimbali ya vituo vya kupiga kura. Hilo litafanywa na chama. Nimshukuru Mwenyezi Mungu. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia leo hii tarehe 29 Oktoba 2025 kutimiza takwa langu la kisheria la kupiga kura. La kumpigia kura yule ambaye naona huyu ataletea maendeleo kwa upande wa Zanzibar na kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikimaanisha Rais wa Zanzibar, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mbunge, mwakilishi na diwani. Kwa hivyo kutokana na tukio hili nimshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini la pili nishukuru wananchi. Wananchi wamejitokeza kwa wingi. Na bahati nzuri tangu nilipofika hapa sijasikia malalamiko ya mwananchi yote ambaye kuna kasoro moja au kuna kasoro gani ambazo zilimkuta.
Lakini pia niwapongeze tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC. Kwa kweli wameweka mazingira mazuri, mazingira rafiki, na hii inaonyesha wazi kwamba demokrasia Zanzibar na Tanzania imetamalaki, kwa sababu sijasikia malalamiko. Kwa hivyo mimi niseme tu kwamba kwa hatua hii ya awali ya wananchi kujitokeza kupiga kura, mwamko na wananchi umejitokeza vizuri, na bahati nzuri jana na leo asubuhi kama mlivyoona imenyesha mvua, na hii ni ishara njema ya kwamba Mungu ameleta baraka ambazo ina imani kwamba wananchi wa Zanzibar wako tayari na wanaendelea kunipigia kura ili ni rais wa Zanzibar. Ni shukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia Wazanzibari na Tanzania kwa jumla kuwezesha kuendelea na hili zoezi la demokrasia la kila miaka mitano kuingia kwenye uchaguzi, na hatimaye tukapiga kura. Kitendo cha kupiga kura ni haki ya raia ya kuchagua na kuchaguliwa, na mimi mwenyewe nimepata fursa leo asubuhi saa 4 kufika kwenye kituo changu cha kupiga kura Fidel Castro, shule ambao nimesoma, nikapiga kura. Hali ilikuwa salama, kwa utulivu, lakini nikafanya jambo moja la ziada. Kwanza nikauliza maafisa uchaguzi kama jambo lolote la tatizo, nikawauliza mawakala, wakaniambia wote wako salama na hakuna tatizo. Nikaenda kwa wapiga kura wenzangu, nikawauliza, wakasema kila kitu kiko shwari. Kwa hiyo nikaridhika kwamba swala zima la demokrasia limeenda vizuri mpaka sasa hivi, na nategemea litaenda vizuri mpaka mwisho wake. Kwa hiyo kwa jumla uchaguzi umekuwa salama. Pemba pamoja na mvua kubwa, watu wamejitokeza kwa wingi sehemu zote kaskazini na kusini kwenda ku exercise au kutumia haki yao ya kiraia ya kupiga kura. Kwa hatua nyingine, mgombea urais wa ADC Hamad Rashid akakishukuru chama cha ACT Wazalendo kwa hatua yao ya kizalendo kwa kuridhia maridhiano ya uchaguzi pamoja na kuhamasisha amani siku ya kupiga kura. Lakini nasema muendelee sasa, nyinyi waandishi wa habari, kuendelea kabisa swala zima la amani na utulivu katika nchi yetu. Haitusaidii kabisa. Hakuna popote tutakapobakia salama kama amani na utulivu haupo katika nchi. Leo tumefika hapa Zanzibar, nataka niwashukuru sana ndugu zangu wa ACT Wazalendo kufikia maamuzi mpaka afikia pahala wakakubaliana tukaingia kwenye uchaguzi kwa salama na amani. Kuna mtu atashindwa na mwingine anashinda, tukubali, alishindwa anashinda, tuendelee na shughuli. Hakuna mtu yote atakayebaki salama hata akisema ameshinda wakati kuna ugomvi ndani ya taifa. Lazima tukubali kabisa, kuna kupata na kukosa, kuna kukubali na kutokubaliwa, lakini by the end of the day swala zima la amani na utulivu katika nchi ni lazima. Hili ni jambo moja ambalo naliomba sana ndugu waandishi wa habari, kila pahala mtakaposikia kuna cheche kidogo tu ya uvunjaji wa amani, tulipigie kelele sana. Naye mke wa mgombea urais wa Zanzibar kupitia CCM Mama Mariam Mwinyi anasema hali naiona shwari na namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametuamsha salama siku ya leo tulikuwa tukizungumzia kwa muda mrefu. Oktoba 29 imewadia, tuko salama na nimeweza kuja kutimiza wajibu wangu wa kikatiba na mimi kwa kupiga kura. Nimepiga kura, nimemaliza, lakini nitoe tu wito kwa kila mtu aliye nyumbani ambaye hajafika hapa. Shime akina mama, vijana, watoto ambao mmevuka umri wa miaka 18 mliojiandikisha, tafadhali tutoke tuje tumuunge mkono rais wetu. Wagombea wa nafasi ya ubunge na uwakilishi pamoja na wananchi waliojitokeza kupiga kura katika vituo mbalimbali wanaelezea jinsi ya hali ya amani na utulivu ilivyokuwa pamoja na kutoa wito kwa jamii. Kimsingi kwamba hali iko vizuri, watu wamejitokeza mapema na foleni zinakwenda, wagonjwa, wazee, utaratibu wao umekiwa mzuri. Zoezi linaenda vizuri mpaka sasa hivi. Wito wako sasa? Wito wangu niwaambie watu wajitoe mapema huko ili huku tukamilishe mapema tu, maana yake watapokuja mapema na zoezi litamaisha mapema. Zoezi kwa kweli, kusema kweli, mimi sipiga kura, nafikiri labda hii mara ya 4 kama sijakosea. This time kwamba upigaji wa kura na hali ya nchi ilivyotulia ni mara ya mwanzo kabisa. Kwa hivyo tunashukuru hilo, na watu wamejitokeza kwa wingi, na yote inatokana na sera Chama cha Mapinduzi na viongozi wetu wakuu wawili, Mheshimiwa Samia na Dr. Mwinyi, kwa kusimamia amani na utulivu. Na maana siku zote walikuwa wanasisitiza sana kwamba tuwe watulivu na tuwe na amani, umoja na ushirikiano. Kuja hapa leo kwa ajili ya kutiki
na sio kutiki tu, nimekuja kwa ajili ya kutiki viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi, kuanzia Daktari Samia Suluhu Hassan upande wa Tanzania bara, na kisiwani chetu hapa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Nimetiki pia kwa wabunge wetu wa Chama cha Mapinduzi, wawakilishi pamoja na madiwani. Ataleta kheri zake, kila mtu atafanya maamuzi yake kwa salama na amani, na mimi nishapiga kura yangu. Nashukuru kwa kweli, hali ya uchaguzi iko vyema, iko salama, mambo yamekwenda vizuri, kuna utulivu, kuna amani, mpaka sasa hivi tunamshukuru Mungu. Kupiga kura iko salama, hamna vurugu. Hadi leo iko vizuri, iko shwari tu. Tupo wananchi tunapiga kura kwa salama na amani, tunashukuru Mungu. Kwa sana usalama mzuri sana na mkubwa sana, kwa sababu kila unapokwenda unakuta wenzetu hawa wanatuteni, na sisi wenyewe kila mtu anampisha mwenzake, huyu kapita hapa, kaka hapa, kaka hapa. Alhamdulillah alamin. Si haba. Salum Mwalimu, mgombea chama cha umma wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naye pia kana haya kusema. Kampeni zilikuwa nzuri. Kwa kweli mwaka huu nimeona kampeni nzuri, kwa sababu kama inakumbukwa, huu sio uchaguzi wangu wa kwanza. Nimeshashiriki uchaguzi mwaka 2015 jimbo la Kikwajuni, 2017 nikashiriki uchaguzi mdogo jimbo la Kinondoni, na mwaka 2020 nimeshiriki kama mgombea kwenye nafasi ya makamu wa rais. Mwaka huu nashiriki kwenye nafasi ya urais yenyewe. Kwa hiyo kampeni zimekuwa nzuri, zimekwenda na utulivu wa hali ya juu. Huwezi ukafanya uchaguzi bila changamoto, lakini kikubwa pale changamoto zinapotokea ni utayari wa wahusika kukaa, kusikiliza na kutafuta jawabu la changamoto inayojitokeza. Kwa hiyo kampeni nimezifanya vizuri. Zilikuwa ni ngumu, hasa mzunguko wangu wa 4, kwa sababu nilikuwa na mizunguko 4 wakati wa kampeni. Mzunguko wangu wa 4 ulikuwa ni mgumu kwa sababu ulitawaliwa na mvua, na bahati mbaya nilikuwa kwenye mikoa yenye mvua, mikoa ya Tabora, Shinyanga na Simiyu. Kwa hiyo nimekabiliana na mvua, lakini alhamdulillah nimekamilisha vizuri, na namshukuru Mungu kwa namna ambavyo Watanzania walinipokea, walinisikiliza, walivyozielewa sera zangu, na pengine sasa majawabu ni leo. Hali hiyo iliyojitokeza hapa Zanzibar, kuona vituo vipo salama na hakuna hata mtu aliyepigwa kofi, ni hatua nzuri ya kupigiwa mfano. Kwa mara ya kwanza Zanzibar imevunja rekodi kwa kutofanyika fujo siku ya uchaguzi. Mtazamaji wa Keshidi TV, kama mnavyofahamu, leo hii ni siku ya upigaji wa kura uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025, ambapo wananchi wanamchagua rais wa Zanzibar, wajumbe wa baraza la wawakilishi na madiwani. Tume ya uchaguzi wa Zanzibar, baada ya kutembelea vituo mbalimbali, imeridhika na hali ya zoezi la upigaji kura kama linavyoendelea katika vituo vyote, ambapo vituo vyote vimefunguliwa saa 1 kamili asubuhi kama inavyoelekezwa na sheria, na watendaji wa vituo walifika kwa wakati na walianza kutekeleza majukumu yao. Lakini lingine, vifaa vyote vinavyohitajika katika zoezi hilo viliwasili kwa wakati vituoni, na hadi sasa hakuna taarifa yoyote ya changamoto au upungufu wa vifaa katika vituo vyote vya kupiga kura. Hakuna mpiga kura yeyote aliyofika kituoni na akakosa fursa yake ya kupiga kura. Tatu, tume imewaruhusu mawakala wa vyama vya siasa kuwemo katika vituo vya kupiga kura. Mawakala hao wanashiriki kamilifu katika zoezi hilo tokea saa 1 vituo vifunguliwa, na tunaomba mawakala hao waendelee kuwa watulivu na waendelee na majukumu yao vituoni. Aidha, tunao vile waangalizi wa uchaguzi wa ndani na wale wa kimataifa, na wanaendelea kufanya shughuli zao za uangalizi wa uchaguzi katika wilaya zote za Zanzibar, na tunawataka waendelee kusimamia uangalizi huo kwa maadili. Toa maoni yako kuhusiana na video hii, pia usisahau kusubscribe, kulike, share na kucomment. Kutoka katika vituo vya kupiga kura hapa kisiwani Unguja, Mwarabu Mmadi, Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.